karabasi ya kwako yakaseme na rabogole basi, watoto wako wakapate karabasi manarabasi. Mungu kapate kuonekana, Mungu kapate kurabakasi mandarabogosi, kwa maana ni wewe tu peke yako Bwana unayefanya na kurabasiki mandarabogole basi karabashanda rabasi, katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Ni neema umefanyika kuwa mwana, nimehesabiwa haki, nimefanyika kuwa mwana na nimehesabiwa haki, nimefanyika kuwa mwana na nimehesabiwa haki. Haleluya. Ni kwa neema tu tunasimama, sio kama ni wema sana, sio kama tunastahili, lakini ni kwa neema ya Bwana tunaweza kusimama. Haleluya. Halo, halo, haleluya. Somo letu la leo linasema nguvu ya kuona, power of vision. Nguvu ya kuona, nguvu ya kuona au power of vision. Haleluya, haleluya, halo. Kila umiliki mkubwa unaanzia rohoni. Kila umiliki mkubwa unaanzia rohoni kabla hujaonekana kwenye macho ya kawaida. Kila umiliki mkubwa huwa unaanzia rohoni kabla hujajiachilia katika mwili. Maono yamebeba direction. Maono ni maelekeo au ni nidhamu, ni uvumilivu na uwezo wa kushinda vikwazo vya maisha. Maono yamebeba mwelekeo, nidhamu, uvumilivu na uwezo wa kushinda vikwazo vya maisha. Wale wanaoandika bado tutaendelea kuelezea. Mtu mwenye maono makubwa na picha yake ya kesho ya rohoni. Mtu yoyote alikuwa na maono makubwa lazima anakuwa na picha yake ya kesho yake. Pasipo maono, pasipo kujua kesho yako, ni sawa na bure. Ni sawa sawa ni baba, kama nilivyosema siku ya baba duniani. Alafu unaulizwa mume au baba, unaona nini mbele? Alafu unasema Mungu tu atatenda, atafanya. Halo? Wa baba mpo? Mpo wa baba? What is your vision? Maono yako ni yapi? Picha ambayo unaipata wewe katika maono au katika kesho yako ni ipi? Lazima ujue maono yanayokupeleka mbele. Lazima ujue picha inayokupeleka mbele. Bwana Yesu asifiwe. Sifa ya kuona mbali ni kama tai. Sifa mojawapo ya kuona mbali sana ni kama tai. Tai huwa akiwa juu ya anga, akichungulia chini ya bahari, akiwa anataka kumdonyoa yule samaki. Yuko juu lakini ataona ni chini ya kwenye kina cha bahari. Anaweza akasimama hapa akajua hapa anapata samaki na yuko chini. Halo? Haleluya. Uwe na maono, picha, taswira ya wapi unaelekea au wapi unataka kuelekea kwenda. Bila kuwa na picha, kuwa na maono ya wapi unaelekea, wapi unatakiwa kwenda, ni sawa na bure. Haleluya. Halo? Naomba tusome kitabu cha Mwanzo 15 mstari wa 5. Mwanzo 15 mstari wa 5. Kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 5. Ndio. Akamleta nje. Akasema, Mungu anaongea na nani? Na Musa. Akamleta nje, ndio.
akasema, tazama sasa mbinguni. Tazama ni kama kuona, angalia, ndio maana tazama. Kazihesabu nyota. Kazihesabu zile nyota. Kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Amen. Mungu anamuonesha Musa wapi anaelekea. Mungu anamuonesha Musa kuwa atakuwa baba ya mataifa. Mungu anamuonesha Ibrahim atakuwa baba wa mataifa. Haleluya. Halo. Unatakiwa uwe na maono ya mbali. Usipokuwa na picha mbali, ukawa na picha tu ya hapa, hata kwenye mafanikio inakuwa ni ngumu. Kila siku unaona ni mtu wa kushindwa. Kila siku unaona mimi siwezi. Wanaweza tu wao, mimi siwezi. Usipokuwa na picha yako halisi, aidha uwe mama katika familia, aidha uwe mchungaji. Hata mchungaji ukiulizwa unaona nini mbele, twende tuone Mungu ambao anauliza unaona nini mbele. Yeremia 1:11-12 hadi 12. Kitabu cha nabii Yeremia sura ya kwanza mstari wa 11 na wa 12. Tena neno la Bwana likanijia kusema. Yeremia, waona nini? Nikasema, naona ufito wa mlozi. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vyema. Kwa maana naliangalia neno langu. Ili nilitimize. Muulize mwenzako, unaona nini? Picha yako ni nini? Taswira yako ni nini? Maono yako ni nini ya mbele? Halo? Haleluya. Tuende tusome kitabu cha Waamuzi 6. Waamuzi 6 mstari wa 11 mpaka 13. Waamuzi 6 mstari wa 11 mpaka wa 13. Amina. Malaika Bwana akaenda akaketi chini ya mwamloni uliokuwa katika Ofra. Malaika wa Bwana alienda akaketi, ndio, uliokuwa mali yake Yoashi, ndio, Mwanizeri, na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo. Gideoni alikuwa akipepeta ngano wakati malaika anamjia, ili kuificha machoni pa Wamidiani. Ndio. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, ndio, Bwana yu pamoja nawe shujaa. Bwana yu pamoja nawe shujaa. Gideoni akamwambia, ndio, ewe Bwana wangu, ndio, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, ndio, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, si Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Midiani. Haleluya. Tunaona Gideon, malaika wa Mungu ameshuka, anaambiwa yeye ni nani, lakini bado haamini. Amekaa tu anashangaa, anapula ile ngano. Kuna watu hapa hawajui wao ni nani. Kuna watu hapa hata ukiwaambia wewe ni mtu fulani haelewi. Anaona yule mwingine ndo anastahili, yeye hastahili. Watu wameshajikatia tamaa ndani ya mioyo yao. Watu wameshaona wao hawawezi, wengine ndio wanaweza. Kwa nini uone mwingine anaweza, wewe huwezi? Mungu anaweza akashuka na akakwambia wewe ni mtu mkubwa, lakini ukaona siwezi. Kazini unaweza ukakaa ukaamua utapandishwa cheo, lakini ukasema mimi siwezi, sijui Kiingereza, nitaendaje hapa? Mungu akakwambia utasafiri, utaenda nchi za mbali, unasema mimi siwezi. Anaweza fulani, mpe nafasi hiyo, sinipe mimi. Halo? Amen. Haleluya. Unapokutanishwa na connection kubwa Mungu anakutanisha, unatafuta mtu mwingine. Mimi siwezi, taongea nao vipi hawa? Hii ndio Mungu anaona kitu alichobeba, lakini yeye alikuwa
hawajatambua kile kitu ambacho wamekibeba. Ni wangapi leo wanaona hawajui nafasi zao? Ni wangapi leo hawajui ambacho Mungu, kitu ambacho amempa ndani yake? Unaweza ukajiona wewe sio wa thamani, ukajiona mdogo, lakini kwa Mungu ni tofauti. Mungu hatazami kama mwanadamu anavyotazama. Mungu ana mtazamo wake tofauti na mwanadamu. Wanadamu wanatazama kwa kuangalia jinsi ulivyo, lakini Mungu anaangalia ndani ya moyo kuna nini. Kuna utofauti wa utumishi. Halo? Kuna utofauti wa utumishi na kuna utofauti wa mwana. Tumishi, kila mtu atakuwa mtumishi. Mwana ni wale walioweka mahusiano kamili au ya karibu na Mungu. Kama ujioni ukaweka ile picha halisi ya kwako ya mafanikio yako, unaona kushindwa kila siku, utafanikiwa vipi? Lazima uone mafanikio, lazima uone vitu vikubwa, hata kama kuna changamoto, hata kama kuna vita kali, wewe unasema mimi ni mshindi. Usisubiri mtu akupe hiyo nafasi ya kuambia wewe ni mshindi. Watu hawezi kuambia, mtu hawezi kuambia, ni wewe mwenyewe jinsi ya kukubali ndani ya moyo wako. Utaposema mimi naweza, mimi ni mshindi na najua naenda wapi, picha ya maono yangu iko wapi, Bwana atafanya hivyo na kupeleka. Halo? Haleluya. Halo? Kanisa, mpo? Amina. Twende tuone pia picha ikiwa ndani yako kwenda mbele ni shida sana. Picha ya maono yale ambayo umeyabeba au unayaweza au unayajua, yakifa ndani yako ni sawa na bure. Ukiwa na maono kuwa rubani, lazima usome kuwa rubani, lazima ufanye vile vitu vinavyotakiwa kuwa mtu anaendesha ndege. Hakuna kitu kirahisi. Ukiwa na picha ya kitu fulani au maono ya kitu fulani, lazima uyashikilie yale maono. Lazima useme hakika Bwana atafanya. Haijalishi ni muda gani, haijalishi ni wakati gani. Kuna wakati unaweza ukakaa ukitafuta jambo ambalo umeliweka kwa muda mrefu, au picha au taswira ya kile kitu kikachukua miaka hata zaidi ya 20. Halo? Haleluya. 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 Amina. Tunaona twende kwenye huduma yako, haiwezi kuinuka kama yule mtu wa ndani ameuawa. Mtu wako ndani akiuawa, akifa moyo kabisa, akasema Bwana, basi huduma haiwezi kuwepo, kwa sababu mtu wa ndani ndio akifanya kazi, wa nje inakuwa ni rahisi. Taswira au maono yoyote yanaanzia ndani ya mtu. Halo? Haleluya. Sawa. Kama hujaona kesho yako, upo sehemu ya hatari sana. Twende tuone. Naomba watu hapo kama 3 au 4 hapo mbele. Naomba watu 3 au 4 hapo mbele. Hamna watu? Halo? Kaeni, pangeni mistari. Moja mbele, moja nyuma, pataneni hivyo. Moja mbele, moja nyuma. Moja mbele. Mwingine nyuma bado mmoja hapo, hata 5 nataka. Salome, nenda tembea haraka. Mwingine subirini, siwezi kutembea. Salome, tembea haraka. Huyo ni mtu ambaye ameona maono yake, anaenda kwa kasi. Huyo ni mtu ambaye ameona maono ambayo anaenda kwa kasi. Ibra chuchumaa. Haleluya.
jinsi atakufika mahali kule. Sasa hapo, kwa sababu sio sijui nisemaje, mwingine angelala lakini hawezi kulala, labda tumwache asimame. Anaweza? Haya, anaweza. Amen. Huyu tunaona mtu ambaye amelala, yaani maono amekufa kabisa, hajui, hataki kujua, haelewi, yaani amelala kabisa. Haya, mtumishi hapo, tugeukie huko. Huyu ni mtu ambaye yeye hajui aende au aondoke, arudi huko anapoenda. Hajui aondoke, yaani kama unaondoka, yaani kama uelewi, uende urudi, uende urudi, yaani haelewi yupo kama hayupo. Maono ambayo, asanteni, maono ambayo mtu hawezi kuona mbele, hawezi kuona picha yake halisi, ni sawasawa kama huyo mtu alolala. Ukiwa uone picha yako halisi, ndio unakuwa, yaani ni imalizika kabisa. Sasa utasema hao watu, yule kama Salome anaotembea kwa kasi, huyu mtu wezaje? Amefikaje hapa? Amendaje kihuduma? Mbona amekuwa vile? Mbona amekuwa mchungaji mkubwa sana kule? Jamani, mimi siwezi kufika ule mchungaji. Mwambie Mungu, najiona mimi kaona ile nafasi. Ukikata tamaa uwezi. Kila unapomwona mchungaji mkubwa duniani, mwambie najiona katika ile nafasi Mungu ambao unanipeleka kuwa. Ukiona mtu anatembea spidi alafu wewe umelala, watu watakuwa nakupita kila siku, kwenye mafanikio, kwenye kazi, kwenye elimu, kwenye biashara, kwenye kila eneo. Wewe umebaki pale pale, kwenye huduma uko pale pale. Spidi. Picha yako unaona nini? Maono yako yakoje? Mahusiano yako na Mungu yakoje? Kuwa mwana, unataka ukaribu wako na Mungu, sio kuwa mtumishi tu. Unaweza kuwa mtumishi, kila mtu akawa mtumishi. Hata watu wanaosaidia michango kanisani ni watumishi. Hello? Haleluya. Alirudi nyuma, tunaona nini? Ameona basi mimi niende kufanya nini huko tena? Siwezi kufika kule, siwezi kufikia wa kwanza, wa pili, wa tatu. Mimi basi, yaani anazunguka. Hajui afanye nini. Hajui Mungu kamwitia nini. Hajui kusudi lake na Mungu ni lipi. Ni sawasawa watu wanaotanga kwenye makanisa. Leo yuko kanisa hili, kesho yuko makanisa hili, kesho yuko makanisa. Hajui lile kusudi la Mungu katikati yake. Mungu yamkini amekwambia baraka zako ziko sehemu fulani, unatanga tanga. Ni mtu ambaye uelewi, yaani unageuka huko, unaenda hivi, unaenda hivi. Alafu Mungu akiachilia malaika wa kuachilia zile baraka, anashuka pale ambapo anajua wewe unatakiwa ubarikiwe. Haupo. Tuwe na vision, tuwe na maono, tuwe na mwelekeo ili waweza kuvuka au kwenda mbele. Unapokuwa na maono, hata ukaitwa kwenye makampuni, unaweza ukawa una hela, sawa? Unaweza ukawa una hela ukaitwa katika group na mabusiness na watu wenye thamani, ujui unafanyaje. Lakini ukiwa na vision kubwa, ukiwa na maono makubwa, wale watu wanakukubali hata kama maskini. Wengi tunapenda kuona hatuwezi, tunakata tamaa, tunaona tu hapo. Hata kwenye kanisa usione tu maono ya hapa, ona maono ya kule mbele. Ukiona maono ya kule mbele, utajenga ghorofa, utaexpand hapa, utasema lazima parking zijae. Ukiamini Mungu anakuletea washirika wenye pesa, ukiamini Mungu anakuletea washirika wenye magari, ukiamini Mungu atakufanya wewe ufanye vile anavyotaka, Mungu ashindwi. Ni maono yako yapi? Unaona nini? Picha yako ni nini? Halisia yako ni ipi? Haleluya. Amina. Wana wa Israeli walichukua muda mrefu kufika Kanaani kwa sababu ya manunguniko. Manunguniko ndani ya watu ndio anawachelewesha. Mtu ananungunika
usijicheleweshe. Roho za mazoea kwa Mungu, usiwe mtumishi tu, kuwa mwana kwa Mungu. Weka uhusiano karibu na Mungu ili uweze kuvuka. Lakini kila wakati ukiwa manunguniko, Mungu hata akupe nini? Anaona wewe ni mtu tu wa manunguniko, wa kuongea, wa kukata tamaa, wa kusema hivi, wa kusema hivi. Mungu hataki hivyo. Mungu anataka akikwambia nenda, nenda. Baki, baki. Haleluya. Amen. Twende tuone siri za nguvu ya maono. Twende tuone siri za nguvu ya maono katika kumiliki mambo makubwa. Siri za nguvu ya maono katika kumiliki mambo makubwa. Ya kwanza, siri ya nguvu ya maono katika kumiliki mambo makubwa. Ya kwanza, maono hufungua uwezo wa kumiliki. Maono hufungua uwezo wa kumiliki. Huwezi kumiliki kile ambacho hujaona ndani ya moyo wako. Ndio maana kila wakati tunaambiwa ili uweze kupokea, moyo wako kwanza utengeneze. Moyo unapokuwa sawa, hauna maumivu. Moyo unapokuwa sawa, hauna chochote kile. Moyo ukawa pure. Moyo ukawa, si nisemaje? Moyo ukawa si nisemaje? Moyo wako mwenyewe ukiutengeneza mbele za Mungu, Mungu lazima afanye kitu. Kama katika moyo kwenyewe kumechafuka, hata Mungu anasikiaje? Kama katika moyo kwenyewe moyo wako hujiamini, hayo maono yanaenda vipi mbele? Picha ndani yako inakufanya uone kesho yako. Picha ndani yako, mimi ni mama, nitakuwa na watoto wangapi? Au watoto watafanya hivi na hivi na hivi kwa msaada wa Mungu. Mimi ni mke, nitafanya 1 2 3. Mimi ni mchungaji, nitafanya 1 2 3. Mimi ni mfanyabiashara, nitafanya 1 2 3. Mimi ni daktari, kazi yangu kufanya 1 2 3. Mimi ni mwalimu, kazi yangu kuhakikisha kuwavusha wanafunzi hao wameelewa, wamefika wanapotakiwa kufika. Ya pili, maono hukupa mwelekeo wa maisha. Maono hukupa mwelekeo wa maisha. Watu wengi inawafanya wasifike mbali kwa sababu ya kukosa maono. Mtu anaishia tu hapa, mimi nitakuwa tu hapa, nafanya kazi tu hapa, siendi kwingine. Wakati nafanya kazi, nakumbuka nilikuwa niache kazi. Wazazi wangu walikasirika sana, kwa nini unaacha kazi? Kwa nini unaacha kazi? Lakini Mungu akiwa anataka ufanye vile anavyotaka, utafanya tu. Ataua kila kitu. Ataua biashara, ataua kazi, ataua sijui nini, ataona nini. Wewe kama ukiwa unaelewa kile unachofanya, utatii. Lakini kama ukiwa uelewa unachofanya, ndio utanang'ania pale unapotaka kung'ang'ania. Sasa unakuwa kama Wanaisraeli, unazunguka. Kitu kilikuwa natakiwa kije leo, kinakuja baada mwaka mzima. Halo? Tuende tuone ya tatu. Maono hukuunganisha na watu sahihi. Maono hukuunganisha na watu sahihi. Kuna watu huja kwako kwa sababu ya kile ulichokibeba ndani yako. Watu wanakuja, unashangaa watu wanakuja sio kama mimi ni mwema, sio kama mimi nastahili, sio kama mimi ni lazima niletewa watu, sio kama mimi ni tajiri, au sio kama mimi ni mtu fulani lazima kwa sababu nimekaa hivi nipate watu. Ni neema, ni kile kitu ulichokibeba. Mungu anakusogezea watu. Wale watu wanaposogezwa mbele yako ni kile kitu wanafuata kilichokuwa ndani yako. Haleluya. Halo. Tunde tuone ya tano. Maono hubeba lugha ya kesho.
Maono hubeba lugha ya kesho. Lugha ndiyo itakokuonesha maono yako. Watu wenye maono makubwa hawaongei kulingana na mazingira yao wanaopitia. Mtu anapita mazingira fulani, anaona kwamba anaongea sivyo vile inavyotakiwa. Lazima ujikubali wewe kwanza ili uweze kufunguliwa. Usione kama mtu atakuja hapa akwambie sijui utaongea lugha. Unajua mtu unamjua siku ya kwanza ukiongea na mtu unajua huyu mtu ni zimo au azimu. Halo? Kuna mtu mwingine ukimuona unasema kuna siku moja nilikutana na clip moja, usimdharau mtu. Mwambie mwenzio usimdharau mtu. Yaani usije ukamdharau mtu. Usiangalie kwa jinsi unapomwangalia wewe mtu. Mungu anamwangalia tofauti. Nilikutana na clip moja, kuna mkaka anaokota makopo jalalani, anatembea na ile bila makopo. Ni mchafu kweli kweli, anatembea na ile bila makopo. Lakini siku moja walikuja watu wa TV. Na ile kitu imetembea sana, sio watu waliona. Alikuja mtu wa TV akamuoja. Kumbe yule kaka kasoma hadi university. Kasoma hadi chuo. Hakumaliza shule, nadhani ni vikwazo vilitokea tu hapo katikati. Nadhani hajaokoka wala nini. Alikuwa ni mtu wa maono makubwa. Halo? Usije ukazidharau. Usije ukamdharau mtu. Ujue mtu kesho yake atakuwa nani. Kama ana vision kubwa, unaweza ukamwona mtu saa nyingine hana hata uwezo, hana hata wewe, lakini ukaongea naye mpaka mwili ukasisimka. Maneno ya busara anayoongea, vision anazokupa, maelekezo anayokupa, vitu anavyovitamka, vitu anavyovisema, unasema huyu alifikaje hapa? Kwa nini Mungu akumpeleka sehemu fulani? Lakini kuna mwingine anaweza kawa hata na cheo kwenye serikali, lakini mama akifungua mdomo aisee ni majanga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ya sita au ya ngapi? Ya tano. Hii simeshaisema, maono hubeba lugha ya kesho. Ya sita, maono hufungua milango ya fursa. Maono hufungua milango ya fursa. Ukiwa na mawazo madogo madogo, kupata fursa ni ngumu. Ukishakuwa una mawazo madogo madogo, unajiona wewe mdogo, fursa inaweza ikakujia hapo mlangoni, lakini hata usiione ile picha halisi. Unaweza ukaekewa mafremu hapo na ukaona huu mtaa una kitu gani, lakini hata ile akili isifunguke, usione ile fursa, kwa sababu picha yako tayari imewekwa vingine. Mungu amekupa neema, umepata nafasi. Mungu amekupa kitu fulani, uwezi ukifanyia. Hata ukipewa pesa, unajikuta uko pale pale. Vision inakuwa hakuna. Maono yako, mimi leo nimepanga chumba kimoja. Maono yangu ni nini? Maono yangu nitakuja baadaye, nitafanya hivi, nitatoka kwenye nyumba ya kupanga, nitanunua nyumba, nitafanyaje sio nyumba, nikimaliza hapo nitafanya tena hiki, nitafanya tena hiki. Maono ya mbele, picha halisi ya wewe mbele kufika. Usikubali maisha uloishi umpe mwanao. Kama wewe huweza kufanikiwa kufika pale, basi wanaokuja onesha ile maono. Kuna siku hapa tuletea, kuna mdada ushuhuda, anauza tu mboga za majani, lakini aliweza kufanya wonders mpaka tunamshangaa. Anakwenda na hiki 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 na hiki, alitoa ushuhuda nadhani. Ni mdada, si mdada tu. Kama unaona maono, Mungu anaotaka kukupeleka, Mungu anaotaka kukuambia kwamba wewe toka katika hiyo ofisi, ninaona utakuwa na watu wengi katika hiyo ofisi, sio mtu mmoja. Utamiliki vitu vya kumiliki, sio kimoja.
lazima tujifunze kuwa na maono. Tuone ya mwisho, tunaenda kumaliza. Maono hufanya uishi zaidi ya mazingira yako. Maono hufanya uishi zaidi ya mazingira yako. Unaweza ukawa maskini leo, lakini kesho yako ikawa kubwa, kama nilivyoelezea yule kijana. Baadaye watu walimchangia mtandaoni, waliguswa na story yake, hadi waziri aliingilia kati ile story. Halo, vile utavyoona kesho yako ndivyo itavyokuwa. Kama ukiona wewe huwezi kufika university, hautafika university. Kama uone utaweza kufika masters, PhD, huwezi kufika, kwa sababu